Then now it is hearty clap. Are we ready? 1, 2, 3, let's go. Leo ibada hii ya kipekee kwa nafsi ambayo simo ndani ya nyumba siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni siku ambayo Mungu ananena na mioyo yetu hata kupitia uimbaji na yote aliyoendelea. Aliye tayari kupata ujumbe wa Bwana ameupokea. So nashukuru Bwana, nimekuwa mbali lakini nimerudi. Na kote nimetembea walipeana salamu. Nimepokea salamu? Yeah. Nimepokea vipi? Yeah. Nimepokea namna gani? Yeah. Nimepokea hii salamu. So pokeeni salamu zangu. Amen. So I don't want to waste time. I just want to go to the word of God. Na ninene mapenzi ya Mungu kwa siku ya leo. Ili neno ni letu pamoja. Ili tusikie Mungu ananena na sisi nini na tuwe tayari kulipokea vile Mungu ananena kwetu. So ujumbe wa leo ni kusema kwamba self evaluation. Yaani kujitathmini wewe mwenyewe au kujiangalia wewe mwenyewe. Kujirudia kwa njia nyingine. Kujirudia, kujielewa, kujitambua, kujisikiliza, kujitafakari. Inaweza kuwa yote mambo haya yote yakimaanisha ujumbe wa leo. Self evaluation. And we are going to read from the book of Luke chapter 15 verse 17. Only one verse. It is a story, but we just quote that verse 17 and 18 and it will be good. Luke chapter 15 verse 17. If we add 18, no problem, but we just want to read verse 17. Luka 15 mstari wa 17. Kama umepata unaweza kukusomea. Hamuna Biblia ambazo zina maandishi hayo. Usitafute katika Old Testament, New Testament. From the Holy Bible says, Luke 15:17 says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? 18. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Amen. Nani hapa na basho nyingine? Ndio Biblia basho zinaleta uzuri fulani katika kuelewa. Yeye imesema when he came to himself. Kuna wengine utasikia inasema kitu kingine hapo. Nani ako na TPT, nani ako na Amplified, nani ako na New Living Translation? Nani ako na Kiswahili? Ili tupate. Bwana asifiwe. Haya, nataka tusome wote hayo mambo katika Biblia zetu. Si kila mtu ako na yake? Sasa nataka tuanze wote. 1, 2, 3. Na hata vile mtu atoe sauti kwa Biblia yake, soma tu Biblia yako. 1, 2, 3. Alipojiuliza mioyoni mwake, alisema. Alipojiuliza moyoni mwake,
akisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kuzaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nikwende kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Amen. Kwa hivyo Kiswahili inasema alijiuliza moyoni mwake. Na pia Kiswahili kingine inasema alipojirudia. Ingine nasema alipozingatia. Sasa nataka kusoma hivi. Kuna ina maneno mengi sana. Alipozingatia moyoni mwake. Alipozingatia, kwa hivyo alizingatia. Alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula ya kusasa? Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Aliondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Alijirudia, alizingatia, alijifahamu, alijielewa, alipojitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. So mambo haya yote ni kwetu ujumbe wa leo kwamba ni self evaluation. Kujitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Angalia jirani yako kidogo, mwambie unajitambua. Wewe unajitambua? Nakwambia aje. Unajua kujitambua ni jambo ndogo sana, lakini limesumbua watu wengi. Linasumbua katika maisha sana, na mara mingi hii Yesu alikuwa anapeana mifano, na mifano ya Yesu ilikuwa inamaanisha mambo mengi ndani yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana alikuwa anatumia mfano, anasema kwa mfano kulikuwa na mtu na watoto wawili. Wakafika umri wa kukua wakubwa, mmoja akasema, mdogo ndiye alisema, hapana, mimi nataka yangu niende kukula. Wakati alikuwa anaenda kukula mahali yake, alikuwa anajitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipoenda kukula mahali, akiambia baba yake, mimi nimekuwa mkubwa, nipe mahali yangu. Alikuwa anajitambua? Hapana. Alikuwa anajitambua? Ndio. Bwana asifiwe sana. Sidhani kama mtu ambaye hajajua kujitambua hawezi kuambia. Sasa hivi ngoja anaweza kuambia nipe mahali yako. Akifika mahali wakasema nipe mahali yangu, anajitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini alipoenda akakula pia alijitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo inamaanisha tunaweza kuwa kanisani, tunaweza kuhubiri, tunaweza ongea neno la Mungu, tunaweza kuimba, ndio tulijitambua, lakini tunahitaji Bwana asifiwe sana. Amen. So self-evaluation is a continuous process. Sio kujiangalia unasema sasa nimefika au nimeisha. It is a continuous, ni jambo la endelevu, Unaendelea kujitambua, unaendelea kujielewa, unaendelea kujifahamu. Ukijifahamu, unaendelea kukaa vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru brother, umesema unaleta mke wako, ndio huyu? Hapo hapa. Huyu hapa. Huyu hapa. Ni huyu hapa. Asante sana. Walisema walikuwa masomo sijui wapi sasa ukani. Sasa wakati mmeoana, mmefahamiana kabisa? Bado tuko kwenye process. Najitambua. Si ndio kweli? Basi nyinyi mmekaa kwa ndoa kidogo, na nyinyi wewe mmekaa kwa ndoa sana. Mmemaliza kujitambua? Bwana asifiwe sana. Kevo, mmekaa na bado masana. Si mmemaliza kujitambua? Bado wanajitambua baba. Bwana asifiwe sana. Manu, si mmekaa na Lydia sasa? Mmemaliza kujitambua? Mnaenda. Ndio nataka kuzungumzia kuhusu kujitambua. Bwana asifiwe sana. Amen. Wale vijana mkopo bado mnajitambua? Mshini. Bwana asifiwe sana. Amen. Sende. Si umekaa miaka mingi duniani? Si umejitambua? Bwana asifiwe sana. Amen. So evaluation is a continuous
process. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni jambo endelevu katika maisha. Unagundua kitu ukienda, kumbe sio hivi. Kumbe sio hivi. Kumbe sio hivi. Alafu unakirudia, alafu unaamua kia juu. Bwana asifiwe sana. So nikizungumzia kuhusu kujitambua ni kumaanisha kwamba wanasema alipokirudia. Mara nyingi katika maisha Wakristo wengi tumekosa baraka za Mungu hata tukienda kanisani kwa sababu hatujakirudia. Kwa nini niko pale? Kwa nini Mungu anataka hivi? Kwa nini ninafanya hivi? Tumechukulia maisha yetu kawaida na watu wa dunia tu. Mpaka tofauti imekosa. Bwana asifiwe sana. Amen. So ujumbe huu ni wetu kwetu siku ya leo. Uanze kujitafakari. Na kwa kweli nimejitambua kiwango gani ili nishiriki mapenzi ya Mungu na baraka za Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Number 1, realize your errors in life. Gundua makosa yako katika maisha. Usipotambua makosa yako na udhaifu wako katika maisha, hauwezi kubadilika. Realize your errors. Mwenyewe uanze kujua kwa kweli ni mimi huongea na Mungu wangu. Kwa kweli mimi ni nini naisumbua katika maisha. Na nimegundua hata tukiwa katika mambo ya Mungu tukiendelea kuomba, kuna mambo mengi sana ya udhaifu yanatuandama. Kila siku, kila wakati. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mambo mengi sana yanatuandama katika maisha. Unapotembea unajikuta kuna maneno ambayo inaweza kutoka katika uwepo wa Mungu kabisa, ukabaki wewe siki. Haijalishi wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. Amen. Haijalishi uko kiwango gani. Haijalishi unahubiri, haijalishi unaimba, haijalishi mpaka unatabiri, mpaka unanena katika lugha. Kujitambua, usipotambua makosa yako, wakati mwingi utaishi kulaumu wengine. Fulani, kama si fulani, kama ni hii, wewe ndio kwa kiatu yangu, kama ni wewe ungefanyaje? Lakini leo tunakumbusha utambue madhaifu na makosa yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Recognizing your errors and the consequences of your action is the first step for your true repentance. Recognizing your errors and the consequences of your actions is the first step for your true repentance. Yaani kutambua makosa na madhara ya kitendo ama vitendo vyako ndio hatua ya kwanza ya kutubu kwa kweli ama toba ya kweli. Ndio ukatubu ukweli mpaka ujue makosa yako. Kabisa ujue hapa hii inanisumbua. Shida yangu ni hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Without realizing the danger of your errors, bila kutambua hatari za makosa yako, wakati mwingine kubadilika ni ngumu. Na ujumbe na uzungumza kutoka moyo wangu kabisa, nikinena na mtu ambaye Mungu anakubali asikie mambo haya kwa siku ya leo. What can be then? Hizo mambo zinaweza kuwa gani ambazo zinafanya kwa ukweli ndio inafanya wewe unakosa kujifahamu ama kujijua shida ya mambo ambayo unapitia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama huyu kijana aliposema, ni kwa nini ninahangaika na nini? Biblia imesema tulikuwa tunahangaika na nini? Tumesoma maandiko tayari. Na tumesoma wote. Alisema mimi niko hapa ninahangaika na njaa. So shida yake ilikuwa nini? Njaa ilimsumbua. Njaa ilisababisha akaanza kurudi akafikiria nyumbani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Yesu anasema ni mfano. Na wewe uende sio njaa inakusumbua. Kuna kitu kinakusumbua katika maisha yako. Usipotambua hiyo, wakati mwingine hatari zake huwezi kusifahamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa mfano, jambo la kwanza inakuwa ni wivu. Inaweza kuwa shida inakusumbua leo ni wivu tu.
jealousy. Wivu tu uko nayo ndio hatari ambayo inakuponza wewe mpaka kwa kweli ujitabui. Unajua ukiingia kila kitu ni mashindano. Hivyo ukiingia kila kitu unaona ni wewe, ungekuwa wewe ungefanya. Yaani unaona ni mimi, yaani unaonyesha kwa nini hapo na ile, kwa nini mimi sina. Unajikuta hata kazi unatamani mwingine asiwe kazi, wewe ukuwe kazi. Hata ukipongeza mwingine, tunashukuru sana Doreen, uko vizuri. Unasema mbona umesema Doreen? Hata utaona vile Doreen angekuwa utasema hata sana nitakuja Doreen kama Doreen. Na tena ni utahakikisha umekaa pale alikuwa amekaa ndio wewe pia ufanye nini? Uonekane. Usipoonekana unaumia na wale wengine waliambiwa wako vizuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Wivu. Wewe shida yako ni hiyo. Wewe shida ni nini? Ni hasira. Tumesumbuliwa na hasira sana. Labda background, maneno umepitia imekufanya ukakuwa na hasira katika maisha yako. So unajikuta hasira inaamuka kwako sana. Una hasira inaamuka mpaka unafanya vitu ambavyo hazifai. Unaongea maneno ambayo haipaswi kutoka mdomoni mwako. Hasira. Bwana asifiwe sana. Amen. Labda ni hasira. Unajikuta tu umeongea umetukana mtu yani mpaka umeongea mambo mpaka umekai, yaani saa nyingine au ujutia hayo maneno. Labda hiyo ndio jambo yako sasa ya hasira. Jambo lingine ni nini? Ni tamaa. Last. Tamaa ni mbaya. Na ni nini watu wanatamani sana? Nini watu wanatamani sana? Watu wanatamani sana nini? Mali. Mali, pesa. Utajiri. Possessions. Watu wanatamani utajiri sana. Watu tutanganya hata hiyo sio shida. Hata hiyo sio shida. Hiyo sio shida. Mali haiwezi kukusumbua. Hata kama unatamani ukata ikusumbua. Shida ni nini? Unatamani nini? Halo? Yaani unaniangalia mkakapo, mnaangaliana na mnaia wakati ya mtu sivyo? Tamaa imekuwa hatari. Ukweli halisi wa maisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani mtu alisema unakuta tamaa aiseti na mambo makubwa sana. Tamaa ni mambo madogo tu, kama kwa mfano wewe ndio uko sahihi ni mke wako. Sasa ukiwa na mke wako akitembea na Kevo akitembea na huyu anaona alikosea kuolewa na huyu angeolewa na yeye. Na akitembea mpaka siku nyingine mpaka ataenda atamwambia. Mpaka mwambie hii nywele umetengeneza na pesa ngapi? Anamwambia hata si mume wangu alitengeneza ni pesa yako. Nasema muolewa na mtu gani huyo ajui mwanamke afaa tengenezwe nywele. Ndio utaanza kusikia huyo mtu ameongea maneno mazuri ama maneno mabaya. Si ameongea maneno mazuri? Naona na yeye ndio ukweli. Ukweli leo na mwanamume ambaye afikirii nywele, kuna mwanamume anafikiria tamaa. Inasababisha watu wanakaa tu kanisani lakini ukweli tamaa imepoteza watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wasichana wanatamani nini? Pesa. Wanatamani Pesa. Wanatamani pesa na jiko. Wanatoa jiko wapi? Wanatoa jiko wapi? Kwa wanaume. Bwana asifiwe sana. Amen. Na inaitwa nini? Tamaa. Unakula chips, ndugu anakuambia sisi tunaomba pamoja, sisi tumeokoka Yesu ni Bwana. Hapo unakula chips, mwisho wake unajua kukula chips sana pia unakuwa rahisi. Maana baada ya kukula rahisi chips sasa mambo mengine itafuata ile kwa ngumu sana. Mwisho wake tumetoka katika uokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Women, mjue kwamba wanaume wanakuwa tempted na kuona.
Wanaume wanaokuwa tempted tunafanya nini? Na kuona. Na ni tamaa. Na imemaliza makanisa, imemaliza Wakristo. Wamekuwa tempted na kuona. Kuna sehemu zile wanaume wakiona kwa mwanamke, hisia zao zinaamuka. Bwana asifiwe sana. Amen. So don't live a tempting life when you are born again. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukivaa nguo vizuri, at least kifua yako ikuwe vizuri. Sawa sawa? Alafu uvae vizuri, hata wanasema sehemu zingine pia uangalie, unajua tu mwenyewe. Wanaume wakiona wanapenda kwa karibu na wewe sana. Sawa sawa? Yes. Yaani mpaka walisema mwingine alikuwa kwa gari kabisa, mpaka mwanadada amekaa kifua yake ameiakia sana, akikaa mpaka jamaa mwingine amekaa sana kabisa. Alafu anaangalia kabisa mpaka amejifanya amelala. Wanaifanya usikize kushika kabisa mpaka kushaka anataka kwenda kulala hapo kabisa. Naanza ni nini? Anaanza nilikuwa ninaota, ninaangalia wale wezi wa kumsalafani na mimi. Bwana asifiwe sana. Amen. Men are tempted by sin. So I'm urging ladies, hiyo tamaa tuiondoe kwa kuvaa vizuri tukienda kanisani. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukinunua nguo alafu ukikuta bado unataka kufunika mapacha yako na Bible, kuna hatari. Sawa sawa. Maana hata conscience yako inakwambia I'm not siku vizuri. Ndio unaona waje uwekelee Bible. Sawa sawa. Kila unafunika bado ni temptation. Avoid it at all costs. These things are ruining churches. Simari mpaka watumishi. Watumishi wamekosa kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mwanaume tu. So nilikuwa mwanaume tu, hisia zangu siko tu vizuri kabisa. So wewe niambie utakaa hapa, alafu useme unasikiza injili, alafu maneno sio mzuri, alafu mimi niseme sioni. Bwana asifiwe sana. It is tempting in life. Bwana asifiwe sana. Amen. So create boundaries katika mambo in your life. Create boundaries, how you live, how you want to present yourself as a person in the body of Christ. That is the difference. Wewe katika mwili wa Kristo mpaka uonekane tofauti na watu wasio katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tamaa imeleta shida sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu kingine kimeleta shida ni uongo, lie. Nasema wanawake wanasema na wanaume nao wanakuwa tempted na nini? Wanawake nao wanakuwa tempted na nini? Kama wanaume wanakuwa tempted na kuona na wanawake, wanawake wanakuwa tempted na nini? Sio uongo. Sio uongo. Ile ndio wanawake wanakuwa tempted na nini? Wanaume ni kuona na wanawake hisia. Sawa sawa. Wanawake ni hisia. So chunga sana kwa mwanamke, hapana karibia sana mwanaume sana. Alafu nadhani ni ndugu katika Yesu, ni dada katika Yesu, mnakaa pamoja hadi hakuna shida. Bwana asifiwe sana. Wanawake ni emotions. Sawa sawa. Hawa mwanamke ameokoka au hajaokoka, kuna namna gani hisia. Sawa sawa. Unaona tu ile sentry amekaa hapo, ukaenda kukaa karibu na sentry ni hapa, ushike sentry atabadilika. Bwana asifiwe sana. Amen. So wewe kwa dada unasema nimeokoka Yesu ni Bwana, mwanaume anashika maneno yako kidogo, iko ngumu. Mshako utasoma karibu kabisa, ashike kabisa. Kutoka hapo mwenyewe unajua mambo watu wameingia ndani. This tempting is very dangerous. Bwana asifiwe sana. Amen. Enjoy your life. Boundaries. Simesababisha watu wameingia kwa mitego mibaya. Bwana asifiwe sana. Amen.
Bila unasikia watu wameingia katika maneno, mambo mengine hata sio ya kibudu anataka. Lakini kwa sababu hali imejikuta ni hivyo, mtu ataamka akili kesho yake. Nasema nimejikuta ilikuwa nini? Hata waliniwekea nini? Hakuna kitu niliwekewa. Hiyo maneno niruhusu ikifanyika, wewe unakuwa confused na mchanganyiko maalum. Na mwisho utajikuta hata ulienda wapi wewe hujui. Bwana asifiwe sana. I'm speaking the truth from my heart. Things that have caused people to not move in spiritual maturity. Bwana asifiwe sana. So chunga sana, kama umeoleka uko na mume wako, weka mipaka kwa watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni msichana, weka mipaka kwa opposite gender karibu na wewe, kwa mipaka yako katika maisha. Bwana asifiwe sana. Mtu akipitisha mkono vibaya nitakuonyesha njia, mwambie hapana, ninajua njia. Wajana na mimi si lazima unishike ndio nione hiyo njia. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo lingine ni sexual wrong ambitions. Sexual wrong ambitions. Tamaa mbaya. Tuita kwa Kiswahili. Tamaa mbaya. Sexual inaitwa kwa Kiswahili. Ile jina utaweka yote ni sawa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Leo jumbe ni mkali lakini ndio hivyo. Kama kuna kitu kimeingia kanisa kumaliza kabisa ni sexual wrong ambition. Yaani watu wanataka kufanya ngono na kila mtu tu anaona huyu tu anaweza kuingiana na yeye. Naona tu anakuwa hata mbele anakuambia kijana kama wewe saa hii uko na mama yako, labda unatusikiana 5. Wewe unasema hii uko na huyu na huyu na huyu sijui. Hata mpaka unauliza mama, sasa sijui ningekuwa mgani. Wewe unaona mgani kwa hao. Sexual wrong ambitions are leading people astray. Bwana asifiwe sana. Si kwa wanaume, si kwa wanawake. It is dangerous. Bwana asifiwe sana. Tamaa, ari ya kuona huyu ndio mzuri. Huyu akiingia, mwingine akiingia kanisani, vijana wanakaa mahali wanaanza kusikia yeye. Sio unachukua ile mwingine, yule ni wangu, uniachie huyu. Ine dakika kuona mwanaume ameingia amesema senti huyo sasa mimi nitajisikia chini. Bwana asifiwe sana. Amen. Dorine anasema huyo nitajisikia chini. Bwana asifiwe sana. Mimi nimefanya kazi kwa kampuni na nilikuwa supervisor kwa kampuni for 13 good years. So msichana alikuwa akiandika kwa hiyo kampuni, akiingia na mwenendo sio wanaume wanaangalia wanashindana mapema sana, wa kwanza ni nani, wa kwanza ni nani, wa kwanza ni nani. Yaani wanang'ang'ana kabisa, yaani wanakasada huyo. Yaani nimeona kuna wasichana nao wamejitolea. Yeye ajali anakuja anaingia na manu kioni kwa nyumba, kesho ako na kitu sana. Yaani yule ameingia kazi night shift, amemalizana na yeye. Yule anarudi mchana, sasa tena ako kwa hiyo nyumba. Sasa hapo na yaani maisha anahama, mjai kinyama nyumba anahama anaondoka ile nyingine. Pale kukumana kidogo amerudi mwalimu na maiki. Maisha ambayo niliona na niliona watu wakikufa, watu walikufa kweli. Sasa yaani msana alikuwa anakuja na meta unasema kila mtu wewe huyo. Mimi. Kumbe watu wana magonjwa. Msisema fulani alienda au fulani alienda. Mpaka wasichana wenyewe walikuwa mpaka anasalimia mwanaume mpaka anamwambia mbona mkono wako ni moto sana? Na mbona waongea wewe? Bwana
Kama tunafanya kazi, dada yangu Anita, unafanya kazi na watu, ukifanya kazi na watu huko na mlengo, kuna watu wanakaa huyu, yaani na wanaume wanaona wewe, naona wewe. Hata kama wanakuona wewe, kuwa na malengo yako katika maisha. Bwana asifiwe sana. And some things maishani inakuwa stoked na msimamo wa mtu. Bwana asifiwe sana. Msimamo wa mtu husaidia mtu sana katika maisha. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nikisema kwamba si kuolewa sio garanti kwamba wewe sasa utakuwa immune kwa wanaume, ama kuoa sio immune kwa wanawake. Sawa. Na kama kuna kitu kinashinda men ni women. Sawa. Kitu kinashinda wanaume ni nini? Kitu kinashinda wanaume ni wanadada. Awe aje. Hata kama namna gani tu vile mama amekaa hapa ameoa Didia leo usikie tu vile kwa hapo. Tuuza tu maana karibia yeye. Huyu maana kwa tuna mnaji na Dorina wake tu kwa maana hapa. Na wewe maana leo hizi ndevu mtenyoa. Si maana utampiga. Si atampiga mbona? Bwana asifiwe. Ukana utasikia? Alafu. Bwana asifiwe sana. So let us begin. So kuolewa, it is not immune to that wrong sexual ambition. Na kuoa sio immune. Yaani kumaanisha hujafunga hiyo ambition. Bwana asifiwe sana. Unakuta tu mwanaume hata kama ameoa hiyo ambition yake tu iko. Ndio ninasema leo, unless we come back to our senses, those things will lead us astray from the blessings of God. Bwana asifiwe sana. Yaani unatembea tu. Yaani hata kile unakasana naye na simu unasia tu kidogo, kama message kameingia. Unaenda kando kidogo. I love you. Hata kama unaenda kando kidogo unasema hivi, ni nani? Wako nasikia ulipike si? Tena unapandisha kwa sababu unataka kwa ni nani? Unasema kwamba unatoka na hiyo selfish wrong sexual ambitions. Bwana asifiwe sana. Amen. Na zimesababisha watu tutatembea tu kanisani, tukiimba, tukifanya mambo, lakini the true blessings za Mungu tutaziona. Turudi back to self-revelation, you know your stand. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mambo yanakusumbua katika maisha, deal with it. Tambua ni era yako, usaidike kwa nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi huyu ninayehubiri. Sawa. Ile ndio kuja tunaongana na wewe sana, tunaomba free na wewe sana. Ukuje tu mpaka kwangu kabisa, umekuja hapa pastor. Namna gani uanze tu hivi. Si mimi ndakupiga makofi. Sina ile kwa Unaanza kusikiliza nini? Vizuri, usikie vizuri. Ulikuwa unasema apitishe mkono mpaka kwa kifua. Bwana asifiwe sana. Meaning what? You are not immune to these wrong desires or ambitions. But unless we evaluate ourselves, they will ruin our blessings from God and hinder our walk na spiritual maturity. Utabaki mahali pale kwa kiroho wakiwa chini. Leo nazungumza nikisema this is our message all of us. Let us come back to our senses and see where we can be missing the mark. Bwana asifiwe sana. Amen. So unless you understand these dangers, you will not have a desire to return back to your father. Bila
kuelewa madhara na shida ambayo inakuumiza ama inakukula, kuchukua hatua ya kurudi kama huyu kijana kwa baba itakuwa ngumu. Na kurudi kwetu kwa baba ni kuomba msamaha kwa dhambi zetu ili tubadilike, tuwe huru katika maisha. Bwana asifiwe sana. Leo si mambo ya kusema tu tuombe msamaha, wewe sema tu wakusamehe wasipokujua unasamehewa nini. You need to ask forgiveness when you realize your weakness or your error. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo hii anza kujitafakari, ni nini inanisumbua katika maisha yangu? Ni tamaa ina gani ndani yangu? Na nimewaambia tamaa ukuja mahali pale ulikuwa na kitu tu, huwezi kuwa na tamaa ya kitu bila kukui. Unaona na tamaa ya kitu kile ambacho kiko ndani yako. Sawa sawa. Kama ni maji pia kuona wanadada, hiyo ndio itakusumbua tu. Kama ni pesa, hiyo ndio itakusumbua tu. Kama ni sigara, kama wewe kama mfutaji, sigara itakusumbua. Utakuja kanisani lakini utaangalia watu lakini wewe unavuta sigara. Watu wakati wanaongea wanaona tu waongeeni tu. Watu wanasema leo nimewaacha. Ukitoka pale nje unasikia moshi, unaangalia hakuna mtu ndio huyo. Walikuwa wananipatia. Unaenda kwa mchanga unavuta kabisa hapo unasema niko sawa. You are not spoiling anyone's body, it is your own body. Bwana asifiwe sana. Pombe haiwezi kukusumbua kama hujai kunywa pombe. Pombe itakusumbua kama umewahi kunywa. Na kama kunywa pombe, kwanza marafiki wanakuambia usijali, Manu, sisi tutakununulia. Na wanasema ya kununuliwa hii ya kupewa hii sasa nitaokoka kesho haina shida. Utakunywa tu. Hata mganga anakuuliza, "Mbona leo unaruka pombe?" Anamwambia, "Bwana, hii ni marashi ya juice nilinunua." Yeye anakuuliza kwa karibu na mdomo wako. Bwana asifiwe sana. Evaluate yourself. What you are speaking. If you cannot make a change, kuanguka katika shimo ni wewe mwenyewe na utajimaliza wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukata kona, ukitoka unakata tukona, unakuja hapa Jumapili umetulia, lakini wewe mwenyewe unajua vile unatembea. You are not spoiling anyone, you are spoiling yourself. Bwana asifiwe sana. Amen. Make self evaluation. Kama ulipitia makosa imetokea, work from that. Si nataka kurudia hii, nataka kumaliza na ushindi. How will you end in victory? Kwa kurekebisha kule uliteleza, usimame vizuri. Today is a day of reckoning and coming back to your sense and changing your footsteps, going to the right direction of coming back to God. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kama kuna jambo limekusumbua, umekuwa muongo mpaka umedanganya mpaka umekuwa tu wewe ni muongo. Yaani mpaka kanisani watu wanamjua anasema huyu akisema kitu ajana tu. Huyo si amesema tu. Kwa hiyo unajua ikifika mahali hapo ni hatari sana. Yaani ikifika mpaka watu ukisema kitu anasema hata mimi nitafanya hivyo, watu wanasema huyu aje toka pembeni. Akifanya utasema ni ukweli. Live for your word. Usipoaminika tena na mwanadamu na mnajua kwa kweli Mungu atakuamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani unatembea katika maisha. Hakuna mtu anajua pini yako ya pesa. Sisi unajua pini yako ya pesa. Unajua pini ya pesa ya ngapi? Ndio unajua. Unajua? Wewe unajua pini yako ya pesa? Amekupea pini lakini ya banki ni yake. Ndio unajua pini ya mama ya pesa. Maana unajua vipi ya pini ya pesa? Unakuta kabisa unakutaka mtu wewe. How can you trust one another to sleep in a blanket? Sawa sawa. Mozaya watoto, utrust mama na watoto, lakini mpesa wewe si mama yake. Pili. Ni kwani pesa ngapi sababu kwa mimi nisema naweza kula? Bwana asifiwe sana. Amen. By the way, those are the secrets of kama vitu kama mpesa. You know once you die, hakuna mtoto anajua pin, that is the end of your money. Imebaki mambo hiyo story zikiisha. Sawa sawa. Hiyo iko tu namna hiyo. Au maisha kama hata kilimo sababu kwa mtu alikufa waanza kutafuta nini? Hata hujui kama ilikuwa. Hiyo sababu
sana. Ukipata accident namna hii, hiyo vitu yako kisha imebaki na mimi. Dawa mzuri, wale karibu na wewe waonyeshe pini zako. Hata sababu waonyeshana kwa banga, nikikosa kuwa hii mnafinya hivi pesa zinatoka. It will help you one day in life. Be transparent. Bwana asifiwe sana. Kuwa mahali ambapo kweli mna katika maisha hayo, kwa sababu ya kukua katika sense zako na Mungu kukua mbele, you can be open to your partner in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kuna siri watu walisema ati mama akijua pesa siri kwa nazo atakusumbua. Yes. Wanasumbua sababu kutoka day one huja kuelekeza kwa hiyo ukweli. Ajue ukweli wako ni gani. Sasa ukiwa na pesa, ukose kuwa na pesa yeye ajui. Sababu wewe ni mkora, kila wakati naona tu ati wewe pesa ndio sina, lakini kikiumana kidogo wewe unajifanya wewe unatafuta. Lakini ukielekea mimi najua, ukiweka mama from day one unamwambia pesa ni hivi na hivi ndio huko. Ukimwambia huna anajua. Bwana asifiwe sana. Mshahara ukienda kupata mshahara yako mwambie ninapata 15,000. Tunalipa pesa ngapi fungu la 10? Tutoa ya fungu la 10 tumeweka. Mimi kama mwanaume kwanza ukitaka kuweza wa mama, rais atampa hiyo pesa yote. Alafu mwambie toa fungu la 10. Mimi nipatie siku niko na mambo yangu kidogo kama mwanaume mambo ya 3,000 nipatie. Nitaenda kufanya. Hii pesa nyingine hii tunalipa rent, hii tunafanya hii upange chakula. Sio mbona tunamaliza? Ukiniwekea pressure nyingine unataka niipe wapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa atakiuliza, atakuwa atakwambia nimeona simeisha lakini waje niende kukopa kwa chama lakini atajitetea. Kwa sababu anajua ukweli. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiuliza mama, mzee anapata mshahara pesa ngapi? Sasa kama ajui mshahara hata ukitoa sikina anajua ukitoa sikina bado siki. So bado zinaweza na hizo zingine na hizo zingine. Mshahara anamwambia unapeleka na nani hizo zingine. Bwana asifiwe sana. Amen. May God help us so that we can eliminate suspicion even in families because of being transparent. Bwana asifiwe sana. When you are transparent, hakuna mtu ana jambo lingine la kuinsinuate mbele ya kile unaongea. Hizi simu Mungu ametupatia, let us use them wisely. Bwana asifiwe sana. Kama umeolewa, ongea na simu yako pale bwana yako yuko. Hata kama ni ya biashara, hata kama ni ya kazi. Lakini simu yako unapotoka, waje niende nijibu pale nje, tayari unaweka mawazo mengine ni nani huyo unaenda kuongea naye kwa mchana. Bwana asifiwe sana. Amen. Unapata mwanaume anatoka kabisa kuja kidogo. Paka naenda pia kabisa aongelee huko kwa ile nyingine pembeni. Hata kama unaongea kuhusu biashara, tayari unaweka suspicion why are you running kwenda huko? Alafu unaanza kusema network hapa inasumbua. Lakini kuna zingine ukipiga network itaongea tu hapo, lakini vingine network inapatikana kwa mchana kidogo mingi. Those suspicions are because you have not come back to our senses. If you come back to your senses, utataka kutembea katika ukweli hata katika your life. Bwana asifiwe sana. Niliambia watu hata simu, ukiona simu yako umeokoka lakini mtu mwingine akishika hiyo simu anasikia unatetemeka, kuna hatari huko ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. Waganga wanaweza nipatia WhatsApp zao niangalie sasa. Nani anaweza kunipatia WhatsApp yake sasa hivi niangalie ma message sio unapokea. Nataka message za WhatsApp. Okay. Una WhatsApp. Una WhatsApp. Ma message tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Fika kuna kitu tunaongea tu lakini kuna mwingine anaongea tu na kitu kizito ulisha lakini mwambie leta. Ndio kusikia. Basta. Bwana asifiwe sana. Amen. If you are truly born again, those secrets you are hiding, they will eventually finish up. And wanasema distract our relationship with our God. Sisi tunaendelea kukaa katika chango, katika njaa, katika mateso yetu, katika mambo haya. Today is a day of coming back to our senses and see where we are going astray kutokana na Mungu wetu.
turudi. Tuanze safari ya kurudi. Tuanze safari ya kurudi. Tuanze safari ya kurejea. Ili siku ya leo tukiendelea tuwe na uhusiano na Mungu wetu tukiendelea katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Familia zinahangaika kwa sababu watu kutorudi katika senses. Today is a day we need to come back to our senses and say, tamaa potelea mbali. Wivu potelea mbali. Siri potelea mbali. Nataka mtu ambaye niko huru. Nikitembea hakuna lolote ambalo linaweza kufanya mimi niwe na shida. Ati hii imesemwa, hii inaonekana, hii imekuwa. God is a God of mercy, a God of forgiveness. Bila wewe mtoto alisema nitarudi kwa baba, hata hapo ulizo swali nyumbani. Hata kurudi nyumbani hakuna baba. Leo sasa ulikuwa ilikuwaje? Baba tayari alikuwa anasema ulikuwa umekufa, sasa unafufuka. Ulikuwa umepotea, umerudi. Karibu mwanangu. Hizi vitu zote ni za. Hata kama wengine wataleta shida, lakini baba amesema karibu, kuna shida kweli. Leo ni siku ya baba, tunataka Mungu wetu. Tuko tayari kutembea katika baraka zako. Tunajirudia. Tutembea na ushindi wako. Labda una mambo makubwa unatarajia kufanya. Hayo makubwa atakuja namna gani pasipo wewe kuweka uhusiano wako imara na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Embrace true repentance. Embrace true repentance. Yaani kumbatia toba ya kweli. Sio toba ile ambayo unatubu tu kwa mdomo lakini ndani yako haipo. True repentance ni ile kumaanisha unajisikia kutoka ndani yako unasema no. This I'm doing is wrong. Hivi nilivyo ni vibaya, nahitaji kubadilika. Wewe mwenyewe uchange. Usipoona hiyo uchange, sio true repentance. Bwana asifiwe sana. But when you see that need and urge to turn yourself, sasa hiyo ndio true repentance. Bwana asifiwe sana. Yearn for your personal change of heart and mind. Yearn for your personal change of heart and mind. That can lead you to a real reconciliation with your heavenly Father, family, friends, church, and society at large. Ukitubu kwa ukweli, useme nimebadilika, vile tunavyotaka kuamua siku ya leo, na uchange kwa ukweli, Mungu atakurejesha katika uhusiano pamoja na yeye. Utarejesha uhusiano na familia yako, utarejesha uhusiano na marafiki zako, utarejesha uhusiano na kanisa, na utarejesha uhusiano na jamii kwa jumla. Maybe unahangaika, unasema watu wanakuchukia. Maybe unahangaika, unasema jamii yenu wanakutenga. Maybe unahangaika, unasema kanisa hata walitambui. Ni sababu huja kujirudia wewe mwenyewe. Uelewe ni wapi mimi siko sawa na wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe ni maongeo yako. Watu wanaona nikikaa na fulani, sitaki hivyo. Tukaa na fulani. Kwa nini ujitenge? Na nikamwambia njia moja ya shetani kujua kwamba atakumaliza, anakuisolate na watu. Unaanza kujitenga na watu. Unaanza kuchukia watu. Ukianza kuchukia watu, uanze kukaa mwenyewe, tayari unapatikana katika kona ya kumalizwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio nasema sitaenda kanisa. Nimechoka na kanisa sana. Wanasema, alafu demo unakaa peke yako, demo umejenga katika kona ya kumalizika sana. Demo umeshikana na watu, demo wewe uko strong. Bwana asifiwe sana. By the way, nashukuru sana nikisema kwamba hata wale ambao wameshikana kwa ajili ya msiba ambayo mmoja wetu amepata kupoteza baba yake, tukaenda mpaka huko kwa amani, tulimtia hima, ilikuwa ni nzuri. Bwana asifiwe sana. Tulichelewa hatukufika kwa masaa, lakini alikuwa anaangalia tu kweli watu watakuja kweli. Watu watakuja kweli. Ndio tulipofika tu mpaka akafurahi sana. Bwana asifiwe sana. Ndio ninasema sasa ukijitenga na watu, mambo kama haya yakikupata katika maisha, unahitaji watu. Watu watakujaje karibu na wewe na utawaweka mbali. If you want people near you, be concerned with God. God will connect you with the right people. Uende katika umati wa watu ambao utasimama na hao katika nyumba yako. Bwana asifiwe sana. Amen. So tulienda, usiseme tumemaliza. Kama hujatoa pole yako, unataka tutoe sahani yatakuwa hapa, tutampatia. Wengine watasema tumesema tumemaliza hiyo haleluya, wametuwakilisha. Hapana, kuwakilisha iko mpaka utoe pole yako wewe mwenyewe. Sawa sawa? Inakuwa ni vizuri. Seek restoration
seek restoration of a broken relationship with God. Utafute urejesho wa uhusiano bora uliopoteza na Mungu. Broken relationship. Umetembea umekosa uhusiano na Mungu. Utarejesha namna gani? Ndio sasa utafute, Baba, ningependa kuwa karibu na wewe. Utafanya nini? Omba msamaha, ujutie makosa yako, urudi kwa Bwana kusamehe ili ukae na yeye pamoja. Na ukiwa na Mungu, huwa tunaambia kwamba when God is on your side, when God is on our side, nothing can be against you. Bwana asifiwe sana. Always know that God loves you. Kila wakati jua tu Mungu anakupenda. Hata kama unapotea aje, unafanya nini, Mungu anakupenda tu. Mungu habadiliki. Wewe utapotea, wewe utafanya nini, lakini God loves you. So wewe unapokosa, ni wewe unajiumiza, lakini Mungu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mahali popote tumesema kwamba huyu mtoto alipochukua mali yake akienda, baba yake alikuwa analia nyumbani. Baba alikuwa analia nyumbani. Baba alikuwa anateseka. Baba alikuwa anaishi. Lakini akiumia kule akaendelea kuumia, alisema hata baba alinitupa, baba alikuwa nini? Yeye ni shida yake. So in life, usianze kuuliza Mungu mbona ananiacha? Mungu mbona ninaumia hapa? No. God always loves you. Hata kama unapita mambo gani, come back to your senses. Kama umekosea, ujirejeshe wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hayo wasema baba nirudishe. Baba nirudishe nyumbani. Baba nirudishe nyumbani. Wewe baba nirudishe nyumbani. Baba nirudishe nyumbani. Maana ukianza kulia sasa unasema mama nirudishe nyumbani. Baba nirudishe nyumbani. Nani atarudi nyumbani? Kama unataka kurudi, wako na shida huko. So hivyo ndio Mungu alivyo. Ukirudi anakuembrace. Kama umekutaki sawa sawa. Kama unataka kuvia huko tena ni sawa tu, anakupenda. Bwana asifiwe sana. So it is our free will and choice to do whatever we want with our lives. Unless we come back to our senses, whatever choice we make, it is for our benefit or for our loss. Bwana asifiwe sana. Amen. God's unwavering love and readiness to forgive never changes, even if we run away from Him. God's unwavering love and readiness to forgive never changes, even if we run far away, even if we run far from Him. Yaani upendo wa Mungu usio yumba yumba, uko imara tu, na utayari wake kusamehe haibadiliki hata kama tutakimbia mbali kwake. Kwa hivyo wewe ukiendelea kukaa katika tamaa zako, katika hali yako ya uovu, kutojirudia, Mungu habadiliki kwa sababu wewe umefanya hivyo. Ni wewe tu mwenyewe utakuwa unapotea. Ukiamua kurudi, anakusamehe. Bwana asifiwe sana. Amen. So you know your weaknesses. You know your predicaments ya maisha, vile ambavyo ni wapi unapungukia. It is a day of re-evaluation of your own life. Bwana asifiwe sana. Amen. Remember, the wealth of our Father belongs to us. The wealth of our Father belongs to us. Yaani mali ya baba, utajiri wa baba, vitu zote baba alizo navyo ni zetu. Lakini mpaka tujirudie, mpaka tujirejeshe, mpaka tuzingatie. God's abundance, blessings and provisions are our portion.
when we make a decision and a choice to return back to Him. God's abundant blessings and provisions are our portion when we make a decision and choice to return back to Him. Mali ya Baba yote, utajiri wako wote ni wetu. Tunapoamua tu kurudi kwa Baba, nasema Bwana niko hapa. Labda unateseka kwa kazi yako, labda kwa biashara, kwa maisha yako, kwa ndoa yako, unaona maneno ni magumu sana. Rudi leo tu kaseme Baba ni wewe tu na nimekurudia na moyo wangu wote. Utaanza kumiliki yale Mungu akona katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Maybe you're right now, unataka kufanya maneno, unaona pesa, unasema sijui zimeenda kona, sijui kumeenda mambo gani, lakini ni wewe tu umekata uhusiano na Baba. Rudia Bwana, ufungue macho uone kila anataka uone in your life. Bwana asifiwe sana. God's love is unconditional. Upendo wa Mungu hauna masharti, hauna vikwazo, lazima hivi. Hata kama umepotea aje, Bwana ni mwaminifu, atakusamehe kama mtoto wake. Hata kama umeenda mbali namna gani, Bwana atakusamehe tu ili ubadilike. Mradi tu ubadilike.